Yesu alijua ilivyoandikwa na alipita katika changamoto kama wewe. Walijaribu kumwambia geuza mkate. Si una njaa? Ndio. Si una njaa? Ndio. Geuza mkate. Geuza mawe yao mikate. Lakini alijua imeandikwaje. Hatima yako wewe haipo kwa marafiki zako, haipo kwenye kazi yako, haipo kwenye biashara yako. Hatima yako iko kwenye neno, kwenye chanzo. Ukiwa na hiki chanzo, biashara itaenda sawa. Ukiwa na chanzo, kazini kwako itaenda sawa. Haleluya. Amen. Kama vile samaki akitoka tu kwenye maji anakufa, ndivyo ilivyo. Ukitoka tu kwenye neno, hauna uhakika. Hauna uhakika. Ndio maana mtu mmoja alikuja kuitwa Israeli baadaye. Mwanzo alikuwa anaitwa Yakobo. Yeye alikutana tu na neno tu, akashindana na malaika, akamwambia sikuachii mpaka nikubariki, mpaka unibariki, sikuachii mpaka unibariki. Akamuuliza unaitwa nani? Anaitwa Yakobo. Akamwambia kuanzia sasa ataitwa kwa jina hilo, utaitwa Israeli. Na ile Israeli ilikuwa ni kuhamishwa viwango, kupelekwa kwenye hatima yake. Na ndio maana Isaya sura 9 na mstari wa 8 anasema Bwana alimtumia Yakobo neno likamfikiria Israeli. Biblia zingine zinaandika likamwangazia Israeli. Alimpa neno likabadilisha hatima, likamgeuza kuwa Yakobo mtu mmoja, likamfanya kuwa taifa. Nje ya neno hatuna uhakika. Utaona ya kwamba Mtume Paulo alikuwa njiani anaenda Dameski kufanya kazi yake ya kila siku ya kukamata Wakristo na kuwafunga. Ametumwa na makuhani. Lakini muda huu kakutana na neno. Akamwambia Bwana, akamuuliza kwa nini wanitesa? Neno linamwambia kwa nini wanitesa? Akasema wewe ni nani Bwana? Akasema mimi ni Kristo unayenitesa. Akaanguka pale, akao kipofu kwa siku 3. Lakini Yesu akamwambia inuka, ingia mjini, utajua ya kupasayo kufanya. Hapo Paulo anataka kuanza kuingia sasa kwenye neno la kweli. Anataka kuingia kwenye neno ili aingie kwenye hatima. Utaona kwamba kupitia kuingia kwenye neno ndipo hatima ya Sauli inabadilishwa. Anakuwa mvunaji wa watu sasa, sio muuaji tena. Anafanya kazi yake aliyokusudiwa ya kuleta watu kwa Kristo na kuiangaza ile nuru badala ya kuua watu. Baada ya kuua watu wa Mungu, anaanza kuwaleta watu kwa Kristo. Na alipoingia mjini anamkuta Anania, anamwambia brother Sauli, huyo Yesu uliyekutana naye njiani, mimi amenituma kwako. Na utaona kwamba baada ya kumwombea Sauli akageuka akawa mtu mwingine. Kwa jina la Paulo akapewa injili ya mataifa. Kumbe ilikuwepo hatima yake, lakini alikuwa nje ya neno. Kuna watu wana hatima njema lakini wako nje ya neno. Nimekupa mfano wa samaki. Akitoka nje ya maji hana hatima. Na wewe ukitoka nje ya neno hauna hatima. Haijalishi una nini. Haijalishi una fedha, una magari, haijalishi una nini. Nje ya neno hauna hatima. Kwa sababu hatima iko katika neno. Na ndio maana Mtume Paulo anazungumza habari ya neno na hatima. Wakorintho wa pili sura ya 3 mstari wa 18 anasema tukiutazama utukufu kama utukufu utokao Bwana, tunabadilishwa tufanane na mfano huo huo toka utukufu hata utukufu. Anazungumza habari ya neno. Kadri unavyozidi kulitazama kulipa nafasi, kadri unavyozidi kulitazama na kulipa nafasi, anasema linakuhamisha, linakutoa kwenye utukufu mmoja, linakupeleka kwenye utukufu mwingine. Linakuhamisha utukufu, linakuhamisha kutoka ulikokuwa umepotea, linakupeleka kwenye mahala sahihi ulipokusudiwa. Neno. Tukiwaangalia utukufu kama utokao kwa Bwana. Tukiwaangalia utukufu kama utokao kwa Bwana. Nasi tunahamishwa kutoka utukufu mmoja mpaka mwingine. Uwezo wa kuhamishwa
kutoka utukufu mmoja hadi mwingine unatokana na neno, unatoka kukaa katika neno. Hatima yako iko katika neno. Ni muhimu sasa uanze kulizingatia neno, uanze kuliishi neno, uanze kulipa neno nafasi kwenye maisha yako. Yes, wewe ni daktari, lakini hebu lipe neno. Yes, wewe ni mfanyabiashara mkubwa, hebu lipe neno nafasi. Ni kweli wewe ni mama wa watoto wengi, uko bize kuandaa waende shule, hebu lipe neno nafasi. Ni kweli Mungu amekuinua sana, amekupa fedha nyingi, lakini hebu jaribu kulipa neno nafasi, kwa sababu hatima yako iko ndani ya hilo neno. Tukiutazama utukufu kama utukufu toka kwa Mungu, tunabadilishwa ili tufanane na huo, kutoka utukufu mmoja hadi mwingine. Hakuna hatima, mwanadamu hana hatima nje ya neno la Mungu, kwa sababu Mungu ni neno lake. Hakuna mahala Mungu ameshuka sasa kwamba ameshuka Mwanjelwa tukamwone Mungu Mwanjelwa ameshuka. Mungu ameshuka kupitia hapo, yuko huko. Haleluya, amen. Yuko huko Mungu katika neno lake. Ukiona hata tunatamka watu wanapona hapa, ni kwa sababu tumekaa humu. Hakuna muujiza mwingine, tumekaa humu, wala hatuna nguvu, hatuna ujanja wote. Kile tukaweka mkono mtu akapona ugonjwa, hatuna ujanja mwingine, ni kwa sababu tumekaa humu. Hatuna tofauti na wewe, hakuna tofauti yote mimi na wewe. Tofauti yetu ni uwezo wa kukaa humu kwenye neno, sababu hatima yetu ipo humu. Hatima ya biashara yako ipo humu. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Kuna mtu anaelewa? Nje ya neno la Mungu hatuna hatima. Ndio maana Luka sura ya 5 mstari wa 1 mpaka ule wa 9 utaona muujiza ule ambao Yesu alifanya kwa Petro. Petro alikuwa amekesha, wanatafuta samaki usiku, hawakupata. Yesu akamwambia, naomba nitumie mtumbu wako. Akatumia mtumbu wake, akahubiri neno, akasema na watu pale. Baada akamwambia Petro, haya, shusha nyavu mkavue samaki. Petro akasema, muda huu sio kawaida, usiku wote hatukupata, ndio tupate sasa hivi. Lakini akasema, kwa neno lako nitashusha nyavu. Aliposhusha nyavu akapata samaki wengi sana, ikabidi waite na wenzao waje kuwasaidia kuvuta. Lakini mstari wa 10 Yesu akamwambia, sikiliza, hautakuwa mvuvi wa samaki, nitakufanya mkuu mvuvi wa watu. Akamgeuza, akaingia kwenye hatima yake ya kuvua watu. Kwa nini? Alitoa nafasi kwa neno. Alipotoa nafasi kwa neno, neno likavumbua kusudi lake, likamwambia utakuwa mvuvi wa watu, acha mambo ya samaki. Bila kutoa nafasi kwenye neno, ni ngumu kuingia, ni ngumu kuishi maisha uliyokusudiwa, ni ngumu kuishi hatima uliyokusudiwa bila kutoa nafasi ya kutosha kwenye hili neno. Petro alipotoa nafasi katika hili neno, alipolipa neno nafasi, akatoa mtumbu wake, katumika, akamwambia hautakuwa mvuvi wa samaki tena. Umeingia kwenye hatima yako. Toa nafasi kwa neno, hatima yako kwenye neno. Haleluya, amen. Kuna mtu anaelewa? Amen. Yesu akamwambia hautakuwa mvuvi wa samaki tena, utakuwa mvuvi wa watu. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Habari za Sauli unaweza ukazisoma kwa Matendo sura ya 9 mstari wa 1 hadi 15. Habari za Sauli aliyekuja kuwa Paulo baadaye. Utaona jinsi alipoingia kwenye hatima kwa kulipa nafasi neno. Alipotoa nafasi kwa neno, Yesu alipomwambia mimi ndiye Yesu unayenitesa, akakubali kubadilika, akalipa nafasi neno, na neno likamwambia ingia mjini, utajua cha kufanya. Utakapoingia mjini utaelekezwa.